Hello everyone, welcome again to our channel. Today I'm with Nyabende TV and of course I'm coming live from a place called Ekoti Village in South Mogranga. Hapa ni mahali pa Honorable Sylvana Sosoro. Na leo tumetembelea familia moja hapa angalau tuweze kujua ukweli ama tuweze kujua ni kipi kilichotokea ambapo mama mmoja aliweza kupatikana kwa nyumba akiwa ameaga siku kadhaa. So hapa niko na area chief, sijui ni chief ama ni clan elder, atatuambia angalau tuweze kujua ukweli uko wapi. Mara mingi kama Spring TV na Nyabende TV tunatakanga kuhakikisha kwamba tumepata habari moja kwa moja kutoka kwa familia yenyewe ili tuweze kuepukana na mambo ya porojo mingi pale mtandaoni. So hapa nakaribisha clan elder angalau aweze kutuelezea vile alikuwa anajua huyu mama na ilikuwaje mpaka wakapata habari kwamba mama ameweza kuaga. Karibu clan elder. Nami ninashukuru kwa sababu hata karibu sana mmekuja hapa ni kwetu. Hapa ni Ekoti B. Mimi ni clan elder naitwa Alfred Okemwa Magori. Kwetu ni hapa na mimi ndio ninasimamia huyu mama. Huyu mama amekuwa siku nyingi sana amekaa, alikuwa mama wa biashara. Na siku moja alienda Nairobi, kufika Nairobi. Hakika ni mama alikuwa anafanya lakini akaibiwa pesa wakati alipo na kutoka Nairobi kukuja hapa. Akakuwa akachanganyikiwa. Sasa kutoka hapo mama akaanza akakaa kidogo na akaanza kuharibika hivi, akaanza kunywa pombe, akaanza kukimbia, akipata hata watoto anataka kuwanyonga. Lakini siku moja hata bwana yake wamevumilia sana siku nyingi sana katika hii boma na yeye. Sasa wakati mwingine akikunywa hawasikizani na yeye, hataki kukaa nyumbani. Sasa mpaka mzee wake akashika huyu mtoto, akawashika hao watoto. Sasa akaanza kuwafanyia kazi na bwana yake anafanya kazi ya bujeri. Nimeona wakikaa huyu mama huko anakaa hata usiku, alikuwa anatembea usiku mzima. Anatembea sasa anatukana watu, anaongea mambo mabaya, lakini tulikuwa tumevumilia na wakavumilia na bwana yake na wakakaa naye. Lakini ni watu walikuwa na maendeleo sana walikuwa wanafanya. Hata sasa wakati hiyo sasa ndio alikuwa na akaamua akaenda huko karibu na Ekoti, mahali walikuwa wamenunua shamba. Sasa huyu mama akahamia huko, akaanza kukaa peke yake. Sasa kufika siku ya Jumatano alikuwa hapa na nyanya yake alikuwa amekufa huko kwao. Sasa akatuambia anataka aende huko matanga. Sasa hata bwana yake alikuwa anajua ameenda huko matanga. Tulikuwa tutapanga leo ndiye alikuwa analetwa ashikwe kesho. Sasa sisi hatukuwa tunajua, hatukumuona sababu siku nyingi alikuwa anatoka asubuhi, jioni anapiga nduru, analia kama ni mtu anampiga. Lakini sasa siku hiyo hatukumuona kutoka Jumatano. Alhamisi hatukumuona. Ikafika siku ya Jumapili, tulikaamka sasa sisi wote tukafikiria yeye ako huko. Tukaenda kanisani. Kuamka kwenda kanisani, tukasikia nduru sikipigwa. Tukaenda mpaka huko hapo mahali alikuwa anaishi. Ndio tukaona wa dada yake amekuja, amepomoa kwa nyumba, amempata hapo ndani. Sasa tukauliza dada yake alijuaje kama huyu dada yake amekufa. Akasema alipigiwa simu na bwana ya huyu marehemu. Akamwambia nimesikia kutoka nyumbani kuna kitu kinanuka kwa nyumba. Sasa lakini hebu tuende muangalie kama ako. Akauliza ule semeji yake, huyu Sisiria ako nyumbani? Akamwambia hapana, hayuko. Tena akajaribu kumpigia simu nyumbani, akasema hakuna. Sasa akamwambia basi upanda pikipiki, na mimi nimepanda. Alikuwa aliosiri na yeye akukuja hapa akapata huyu Sisiria amekufa, ako ndani na amenuka kweli kweli. Sasa hayo ndio tuliona, tuko na huzuni kubwa
na mama amewacha watoto wake 4, na tunaona hata bwana yake wamekaa naye kama wakati alikuwa mgonjwa, wamekaa na bwana yake miaka 8 akiwa mgonjwa. Kwa hivyo tumeona huzuni kubwa, na mama alikuwa ni mama safi, alikuwa ni mama alikuwa na upendo kubwa. Sasa tumepoteza, hata kama ingekuwa hivyo, na sisi tulikuwa tunampenda na tulikuwa tunamkaribisha, lakini sasa wakati hiyo kifo ndio tumeshangaa sana na hiyo kifo. So tuseme alikaa kwa nyumba kama siku 4. Alikaa kama siku 4. Sasa hatukuwa tunajua sasa saa yenye amekaa, lakini naonekana kuanzia Jumatano hapo ndiye alikuwa amepotea hapo usiku. Pengine kuna mtu amesema labda aliweza kuambia alikuwa anahisi vibaya ama alikuwa mgonjwa kwa namna nyingine. Hakukuwa mgonjwa siku hiyo. Hata kama lakini hakukuwa mgonjwa. Ama pengine inaweza kuwa alikuwa amekunywa pombe, kama hajakula hiyo pombe ikamchoma, labda vitu kama hivyo, ama kudhania kwenu inaweza kuwa nini? Hiyo sasa hata kuanzia jana ndio hatujapata haza ya kutoza. Hapo mwanzo nimesikia ukisema alikuwa mfanyabiashara akitoka Nairobi, akienda Nairobi akaibiwa. So tusema hapo ndio aliweza kuruka kichwa akaanza sasa kulewa, kukaa hivyo. Sasa wakati hiyo ndiye alikuja akawa tukaambia bwana yake, tukamwambia sasa Kenya unafanya hizo pesa alibiwa ni shilingi 50,000. Sasa tukakuja tukakaa kama jamii ya nyumbani, tukamwambia tafuta hata pesa yako, umpatie, umwambie hizo pesa zako umetumiwa kutoka Nairobi. Hakika hata wakati hiyo bwana yake alijaribu akatafuta hizo pesa akampatia, na tuliona alirudi vizuri. Akakaa. Alikuwa siku hiyo alikuwa na watoto sijui ni 2, na kuanzia hapo sasa amepata watoto mpaka 4, na tumeona sasa tena akianzia sasa, hiyo ni miaka 8 ndio ameanzia hivyo mpaka sasa, mpaka saa hii wamekaa akikuwa hivyo sasa akigeuka, lakini wakati mwingine alikuwa sawa. So after alipewa pesa alionekana akiwa ako sawa, baadaye tena akaanza kuchange. Wakati alipatiwa pesa tuliona kama amerudi, amekuwa safi, akaanza kufanya kazi yake. Labda wanakijiji walifika karibu at least ile kumpa mawaidha ama kumshauri angalau aweze kusahau, maybe alishikwa na ile depression. Alionekana hivyo, lakini tuliona kama amerudi sawa tena akaanza kufanya kazi yake. So wewe kama Clannad unaweza mdescribe kama mwanamke wa aina gani? Mwanamke ni mwanamke yenyewe, sababu alikuwa ni mwanamke wa upendo, ni mwenye bidii ya kazi, na mwenye bidii hata kazi, hata broad yenye wamenunua ile kazi wamefanya katika na bwana yake, wamefanya kazi kama wale ambao watu wameandikwa. Hawakuwa wameandikwa, lakini wamefanya kazi sababu wako na broad wamenunua, wamechenga, wako vizuri, wako kiwango kizuri kile ambao watu wanaishi kukaa, lakini inaonekana ni bahati mbaya hivyo. Sijui hiyo kitu ilitokea namna gani. Ushauri wako kwa Wakenya ama kwa watazamaji wetu ni upi? Tunataka hao watoto kama ingewezekana wasaidiwe, kwa sababu ni watoto wadogo, na huyu mzee naye sio mzee wa miaka nyingi, ni mtoto mdogo, na watoto hako naye. Hata nasikia kama mwenye ataweza kubarikiwa wasaidia hao watoto, hawa maoni, hata waendelee kuombea hii jamii ili ikae. Kwa sababu hata kuna mambo mengi yanaongewa wakati hiyo kifo inakuja. Unajua kuna mambo mengine yanapokuja yanachanganyikia hata mtu, kila mtu anaongea kivyake. Kwa hivyo tunataka maombi kubwa sana katika hii jamii, katika hii boma, ili tupate kuendelea. Unaposema watoto, pengine kuna mtazamaji wetu angependa kujua hao watoto umri wao, pengine wanaenda shule. Watoto hawa mmoja alifanya form 4, na watoto hawa wako, huyu ndio mtoto wa 3, na huyu ndio kijana mkubwa,
na kuna wengine, na huyu ndio mdogo sasa. Na kuna mwingine wako waine. So mmesikia kutoka kwa clan elder, ameweza kutuelezea. Niko na mwenzangu hapa pia, sijui kama pengine ungependa kusema neno lolote. Asante kwa nafasi. Mimi nilishangaa nilipopata habari ya bibi ya ndugu yangu, kwa mshangao because tulikuwa tumepanga kwenda church. Hata wengine wa familia yangu walikuwa wamefika church. Mimi ndio nilitoka nyuma. Alafu nikapata hiyo habari ya kwamba nikapigiwa simu eti huko kwenu juu kukoje. Mimi nikaja Marambi. Nikasema sijasikia habari yoyote. Alafu from there nikasikia kelele ya nduru. Ndio nikaambiwa ni Cecilia amekufa. Sasa kufika huko ndio yenyewe nikakonfirm amekufa. Na sio eti amekufa hiyo jana, because alikuwa amekaa sana na alikuwa hata harufu ilikuwa itatoka mbaya. Kufika huko tukakuta hata assistant chief amefika huko, ndio sasa ikawa confirmed sasa ni police case. Because DCI walifika wakageuza huo mwili, ndio sasa wakatupa freedom ya kupeleka kuhifadhi kwa mochari. Hiyo ndio niliona na nikashangaa sana, because hatukumfuatilia sababu kwao alifiriwa, kwao mahali amesaliwa. Sasa wengi walijua ya kwamba yuko kwao, kumbe hayuko kwao, ndio huyu amekufa. Siku hizi alikuwa amepotea kidogo. Labda pengine unaweza mdescribe kama alikuwa mwanamke wa aina gani, miaka ambayo mmekaa nayo hiyo michache? Kando na hii usoti wake alikuwa nayo, nitaweza sema alikuwa ni mwanamke wa kuchituma, because at least kwa muda huu wamekaa na ndugu yangu wamewaifanikiwa, ingawa sio sana, lakini kwa kichache kile wako nacho Mungu amewabariki. Ombi lako kwa watazamaji ni lipi? Mimi ombi langu ni kwamba hii familia iangaliliwe. Hao watoto ni wadogo sana. Watoto ni mama. Yenyewe mwanaume kulinda watoto from the under age mpaka juu inakuwa ni ngumu sana. Sasa at least wapate kamsaada kama kunayo. Wasaidiwe ndio na yeye apate nguvu ya kusonga mbele kama kuna kusonga. Nilikuwa nimesahau, hao watoto walikuwa wanaishi na mama yake ama wanaishi na baba yao? Kwa muda huu ambaye ni wa hii akili kupungua kwa Cecilia, watoto walikuwa wanakaa na baba. Kozi yeye alikuwa hata hawataki. Kenya nilikuwa nimesahau, ninataka hata kuna assistant chief na chief watusaidie sana, kwa sababu kuna hata hiyo mkazo wakati ilifika na tukachukua mwili na kumpeleka Tabaka. Watu wenye walitoka huko kwao walitufanyia mabaya sana, hata walianza vita, wakaanza kutaka vita katika boma, na sisi tulikuwa tumesangaa na hiyo jambo ambayo hatukuwa tunajua ya kwamba imetokea namna gani. Kwa hivyo nataka hata serikali itusaidie mambo kama hayo. Wakati hiyo mambo inapokuja, kuna wengine wanafanyia sheria zao hata kama mtoto wao amekufa, lakini lazima wakuje polepole, tukae tuongee, ndio kama mambo yanakuwa tuongee, kwa sababu hata sisi hatukupenda kufanya hivyo. Ni kitu ambao kimekuja ya kushangaa. Kwa hivyo hata ninajua ya kwamba kama wageni wanapokuja nyumbani lazima wakae tuongee, tuone kama ni jambo gani, kwa sababu kuna wengine wataweza kuwa wamekosana kitambo. Sisi hatukuwa tunajua. Sisi tukikuja tukipata hawa watu wanaendelea na watu wa jamii wako karibu, ninaona hata ni Mungu alisimama, watu hawao kuwa tayari
na hao watu wenye walikuwa wanataka kupigana kufanya vita, na walikuja na gari na pikipiki, wakakuja, walikuwa watu wengi. Sasa kama ingekuwa ni jamii ingeanza kupiga nduru, watu wakuje wengi, hawa inapatikana wakiumia, tena saa ingine tukikuja kuongea tufanye ni nini sasa kiliendelea. Hata kama uchungu iko, lazima tufuate sheria. Kwa hivyo hiyo ndio nilikuwa nimesahau kusema. Jana hao walitoka kwao Sisiria na ndugu yake, wakafanya hapa, wakataka wachukue huyu, wakataka kuna mama mwingine hapa yenye alikuwa hapa, walimpiga hata watu wengi mpaka wanawake walikuwa ndani. Walifanya vibaya, hatukuona hiyo kitu sio sawa. Kwa hivyo ninajua ya kwamba hiyo ndio kitu yenye nimesahau, nikaona ya kwamba niseme. Okay. Asante. Sasa sijui kama bwana ya Sisiri unaweza kukubali tuongee mambo mawili matatu. Hatuna mambo mingi sana. Kwa majina mimi ni Josephat Nyabwali Ogesare. Nashangaa sana na niko na mshtuko wa juu. Bibi yangu Sisiri Oseve Nyabwali tumeishi na yeye miaka 20. Tukafanikiwa na watoto 4 vijana. Sasa Sisiria miaka 7 imepita, huu ni mwaka wa 8. Alijiingiza kwa kinywaji cha pombe. So alikuwa anakunywa, analewa, hata ajijui penye yako. Pengine anakuja mahali penye nafanya biashara, ananiwekea makelele pale, ananitusi. Kama amelewa sana anaanguka hapo, anakaa na gaini, tena anaendelea kunitusi. Sasa tulikuwa tunaishi tu, nilikuwa namvumilia. Hata watoto ajui anawacha na wapi. Sometimes huwa anaenda kwa bar, anakunywa, anapigiwa simu, ametoa manguo. Si ukuje umchukue. Naenda namchukuanga. Namleta mpaka namuosha akiwa mchafu. Lakini nikapata sasa imesindikana. Sasa kufikia kisa chake cha kifo chake, Sisiri alikuwa anaufiwa na nyanya yake huko, mama ya babake. Alienda huko, akawatusi, wakamfukuza, akarudi hapa. Kurudi hapa sisi tukamvumilia. Sasa alikuwa anapanga anaenda aendi. Sasa kufikia Wednesday aliripoti anaenda Masisi, wakuje kumchukua kutoka huko. Tukajua yeye ameenda. Sasa kujua yeye ameenda, mimi mwenyewe nilimuona Monday last week. Kumuona kwa sababu ananitusi, akiniona hataki kuniona. Tulikutana yeye hapa kwa mamangu mzazi. Yeye kuingia hivi, mimi nikatoka. Nikamwachia kosi, ananitusi, sometimes ananiambia mamangu ni bibi yangu mkubwa. So nikimwona hivi mimi namwachia nafasi. Nikaenda. Sasa kutoka hapa tuchaonana. Kufika jana Sunday nilienda Liosiri kununua mbuzi. Mimi mfanyikazi ya biashara ya mbuzi na niko na bujeri. Nikiwa huko kwa uwanja nikapigiwa simu na aunti yangu. Kaniuliza hapa penye Sisiri anaishi, alikuwa anaishi tofauti na mimi, boma ingine na mimi. Kuna vitu ameweka kwa nyumba na vinanuka mbaya, na insi wamekaa wengi huko. Nikamuuliza, huyu Sisiri hayuko? Ati si alienda kwao matanga. Oh. Sawa. Ikabidi nipigie shemeji yangu simu. Dadake Sisiri. Kumpigia simu nikamuuliza kama ako kwa matanga huko kwao ama ako kwake. Akaniambia ako kwake. Kamwambia pigia Sisiri simu, kuna vitu aliacha kwa nyumba vinanuka. Akuja asaidie majirani, wanasema harufu iko mbaya. Kupiga simu kwao, akaniambia Sisiri hayuko kwao. Sasa nikashangaa sana. Kamwambia sasa kitufanye teremka hivyo na mimi wacha nitoke Liosiri hapa tuende tukapomoe nyumba kwa ilikuwa imefungwa. Tujue nini kiko ndani. Wakanitangulia kufika, wakapomoa. Wakapiga simu wakaniambia tumepata Sisiri akiwa kwa nyumba akiwa amekufa. Mimi kufika huko nikaenda nikaangalia Sisiria, nikadhibitisha amekufa, na amekufa yapata kama siku 3 hivi. Ndio hayo tulijionea. Pole sana. Labda Sisiri amekuachia watoto wangapi? Niniachia watoto 4 na ni vijana.
Ombi lako kwa Wakenya ni lipi? Ombi langu kwa Wakenya waniombee sana kwa msimu wa baridi, na kama kuna usaidizi wanisaidie niweze kutunza watoto wakuwe viongozi kesho. Kuna Cran Head amesema kwamba hapo jana, sijui ni jana ama ni chuzi, familia ya Cecilia walikuwa wanataka kuleta vita huku, pengine unaweza liguzia kidogo? Hao masemeji wangu walikuja wakati mwili umechukuliwa kwenda chumba cha kuhifadhi maiti. Wakauliza kama mwili huko, tukawaambia umeenda. Niliona watu wamechasana kwa gari, sikuwa na nafasi ya kuingia huko. Ikabidi nipaki kwa boma yangu. Akawafuata huyu semeji, akawafuata kutoka nyuma, akafika huko Tabaka moja. Kufika huko mwili ulikuwa umeharibika. Pesa ilikuwa inatakikana shilingi 5,000 watengeneze huo mwili ndio wauhifadhi sasa. Nilikuwa na eka za kung'ang'ana hapa na pale. Nipate, nilikuwa na kwa mpesa yangu nilikuwa na 2,000. Sasa nilikosa 3,000. Harakati ya kupiga masimu nione kama nitafikisha hiyo kiwango. Nikasikia manduru, gari na mapikipiki. Kumbe yule semeji ameenda, mapolisi watu wamekuja wengi. Ni kama walikuja vita. Sasa kulikuwa na panganga kidogo, wakaniambia wewe kuja panda pikipiki tuende mpaka Tabaka. Nikamwambia mimi ndio niko hapa. Kuja tuende huko Tabaka, uende kulipia hizo hela huko. Kuna aunti yangu aliniambia wewe, akawaambia huyu aendi, wakamwanza na vita. Kumbe walikuwa wamepanga niingie kwa pikipiki katikati waende kuninyonga na mimi. Mimi sikuwa najua. Wakapiga huyu aunti, ndugu yangu akakuja ni pastor. Akawauliza mnafanya vita kwa matanga? Wakaanza kumpiga na yeye. Kuna wanawake walikuwa wakapiga manduru. Wanaume wakamininika kuja. Walipokuja na chifu Usuli akakuja. Akasuia hayo maneno. Akawaambia kama mnajua vile Cecilia alikufa, niko tayari kuwapeleka polisi muende kuandika statement. Ndio hayo mambo yakaisha hivyo hivyo. Sababu kuu yao kukuchapa ama kusema waende kukunyonga ilikuwa gani? Kusema wanakudhania kwamba pengine wewe ndio umemuua? Mimi sijui sasa mafikira yao yalikuwa aje. Kosi mimi ingekuwa namuua ningemuua kitambo. Sina damu ya kuua, nilikuwa navumilia. Kosi kama aliniajia mtoto wa miezi kuelekea mwaka mmoja hajatembea. Nimemlea mpaka ako grade 2. Sasa hivi ndio nakuja kumnyonga. Kosi nilikuwa natoka biashara yangu napata vijana wangu hao wadogo au wakubwa nilikuwa nawaweka kwa boarding school. Hao wadogo nilikuja na wapata kwa faranda na waamsha na wapeleka na waosa na watengenezea chakula, naenda kutafuta ng'ombe akiwa huko kwa bar kufanya starehe zake. Familia ilikuwa inajua mambo yote ama mumewahi keti chini muyaongee? Tumewahi keti chini. Hata naibu wa chifu aliwaita kwa ofisi yake. Sana akaita babake. Babake kukuja tukaongelea hayo mambo. Yeye hakuwa. Kidogo tu yule naibu wa chifu akapigiwa simu atisiri na kuna mtu anatusi. Tukatoka kwa ofisi. Wazee wenye wote tulikuwa kwa ofisi. Tukaandamana 1 on 1 mpaka huko penye alikuwa anapiga makelele. Nikaingia kwa nyumba nikapata ameweka jai kwa gasi. Hata iko karibu kuisha, chome hiyo sufuria. Nikasima gasi, tukatembea huko kwa penye alikuwa anakunywa pombe. Papake akachionea na macho. Alipoona papake, alianguka chini. Papake akasema, "Hii kitu sasa ni aje." Nilikuwa nasikia lakini sasa nimejionea. Hiki sasa nitakimaliza kabisa. Akaendanga. Hakupiga simu, hakufuatilia hiyo jambo. Sasa nikasema, wacha mimi nilee watoto kwa usia. Sasa nisalia. So up to now venye sasa ameaga hivyo, hiyo kesi kaisha hivyo, familia haijawahi suluhisha anything? Haijawahi fuatilia wala kujua watoto wanasoma aje, wanakula nini. Na mimi nikaacha kupiga simu kwa usi, niliona hakuna msaada kutoka kwao. Ushauri wako kwa mabibi na mabwana ambao wanatutazama wamepitia changamoto kama zako ni upi? Hapo nitaweza sema afadhali kutaoa mke. Ukaa hivyo. Unaweza kaa hivyo baba? Yawezekana sababu yenye nimepitia
yamesiti mtu mwenye amekufiwa wanawake hata 10. Hapa nimebaki hapo. Ni wewe mtazamaji wetu wa Nyabende TV and Cyprian TV uweze kuchitazia vile ameweza kuelezea. Mara mingi huwa tunasema wakati tunafanya interviews, mara mingi tumeona wanaume hawana watu wa kuwatetea. Lakini wanawake tuko na watu wengi sana wa kututetea. Lakini wanaume wanapopitia shida kama hizi, hakuna mwanaume ama mwanamke ambaye amewahi simama aseme leo wacha tutetee wanaume. Kuna wanaume wengi sana wanachapwa maboma zao na wawezi wakatokea ama waweze kusema kwa umati kwamba bibi yangu ananichapa. Ukisikia mwanaume akisema vile huyu bwana ya Sisiri amesema, ujue limemuuma. Lakini hatuwezi tukasema kwamba watu wasioe na wasiolewa. Tutasema watu muolewa na kuoana, ila muwe na heshima kwa wapenzi wenu. Lakini hapo inadependi wewe mwenyewe. Unataka kuolewa ama hutaki kuolewa. Pengine baba, sijui kama itakuwa sawa kushare namba yako ama haitakuwa sawa. Hiyo nakuulizia wewe mwenyewe. Ukisikia unaweza share namba yako, pengine kuna mtu anaweza taka kukupigia, ama kama haitakuwa sawa ni wewe hapo sasa useme kama utashare ama utashare. Haina wazi. Utashare. Okay. Unaweza sema namba yako ya simu. Namba yangu ya simu is 0720 644 788. So namba tumeshare, si kwa mambo mengine, msije mkaanza kupiga sasa mseme baba nimeona hivi na hivi. Hapana. This is for those people wenye huwa in most cases wenye mnatusaidia kwa zile cases ambazo tumeshare. Umesikia kuna watoto na nilikuwa nimesahau, nitaweza kumulizia. Kuna watoto wanasoma shule, pengine wewe umeguzwa na story yake, unaweza kumsupport kidogo. Kile kidogo uko nacho useme baba nitakusupport vitabu. Ni baba ambaye amechikaza sana. Sasa huyu ndiye tunafaa kusherehekea kama happy Father's Day. Daddy, we wish you all the best. We know God is going to give you the strength na watoto watasoma. Pengine kuna mtazamaji angependa kujua hawa watoto wako wako grade gani na gani. Pengine kuna mtu ako na vitabu anaweza akakusaidia ama kwa namna nyingine. Kijana mkubwa ako college. Wa pili ako grade 8. Wa tatu ni grade 4. Na huyu mdogo ni grade 2. Wa college anasomea nini? Anasomea building management. Okay, so mmesikia vile ameweza kutuelezea watoto wake. Pengine uko na vitabu unaweza taka kumsupport, pengine kalamu ama anything, especially kwa sasa hivi vile amefiwa, anahitaji maybe pengine pesa ya kusimamia. Yani kile kidogo Mungu atakuguza uweze kumsaidia. Ameweza kutupatia namba yake ya simu, na kutoka kwetu tunasema asante, kwaheri.